Nabii Musa Elisha alisafiri kutoka Yeriko kwenda Betheli. Alipokuwa njiani, watoto vijana wakaja mbele yake. Nabii Musa Elisha alisafiri kutoka Yeriko kwenda Betheli. Alipokuwa njiani, watoto vijana wakaja mbele yake. Nabii Musa walipoona ubao wake, vijana wakamusiaki, wakisomea wakisema, mzee wa ubao. Elisha akawalaani, ndugu wakatoka porini, wakawararua vijana 12. Walipoona ubao wake, vijana wakamusiaki, wakisomea wakisema, mzee wa ubao. Elisha akawalaani, ndugu wakatoka porini, wakawararua vijana 12. Haya ni matokeo ya kutokuheshimu nabii wa Mungu. Haya ni matokeo ya kutokuheshimu nabii wa Mungu. Isitoshe wakamuonea Musa wivu, eti Mungu amezungu Musa na Musa peke yake. Miriamu na Haruni wakamsema vibaya Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyemoa. Isitoshe wakamuonea Musa wivu, eti Mungu amezungu Musa na Musa peke yake. Mungu akashuka kutoka mbinguni katika wingu, hasira ikawaka juu yao. Mungu akashuka kutoka mbinguni katika wingu, hasira ikawaka juu yao. Wingu lilipoondoka juu ya hema la kusanyiko, Miriamu kapigwa ukoma, akatupwa nje ya kambi kwa muda wa siku 7. Safari ikasimamishwa. Wingu lilipoondoka juu ya hema la kusanyiko, Miriamu kapigwa ukoma, akatupwa nje ya kambi kwa muda wa siku 7. Safari ikasimamishwa. Ni matokeo ya kutokuheshimu nabii wa Mungu. Ni matokeo ya masemi mabaya juu ya nabii wa Mungu. Ni matokeo ya kutokuheshimu nabii wa Mungu. Ni matokeo ya masemi mabaya juu ya nabii wa Mungu. Heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshe tena, baba na wa mama, vijana kanisa lote, masemi yawe na adabu mbele ya wachungaji. Hebu tuhimizane, ujumbe huu utangazwe popote. Heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshe tena, baba na wa mama, vijana kanisa lote, masemi yawe na adabu mbele ya wachungaji. Ubao nabii wa Mungu tusiufunue hadharani, udhaifu wao tusiufanye kuwa wimbo. Tuwaombee kwa Mungu wa mbinguni aliyewaita, yeye ndiye mwenye hukumu. Ubao nabii wa Mungu tusiufunue hadharani.
kwa nabii. Nabii aheshimiwe, heshima. Kwa nabii aheshimiwe, heshima. Kwa nabii heshimu mzee wa kanisa. Kwa nabii heshimu diakoni, heshima. Kwa nabii heshimu Walawi, heshima. Kwa nabii waseme vibaya watumishi wa Mungu. Basi unaifuata Radio APGC ITV USA FM Lancaster, Pennsylvania. Mimi ni Apostle Jean the Baptist Paluku Moloveria na mke wangu ni Janete Masika. Tunawasalimu nyote katika jina la Yesu tukiwatakia amani. Hebu tuimizani heshima ya watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Usifunue aibu ya watumishi wa Mungu hadharani. Tuwaombee. Mungu aliyewaita ni yeye mwenyewe, anajua nini anaweza kuwalipa kama amefanya makosa, anajua jukumu lake. Kwa hiyo wakati unapoweza kuhukumu mtumishi wa Mungu na kumdharau, umeingia mkazi sio yako. Kazi ya kuhukumu sio yako. Kazi hiyo ni kazi uiachie mwenye kazi. Kazi ni ya Mungu. Basi bila kuchelewa nitapenda tusome ndani ya kitabu ambacho ni kia Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wake ambao ni mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa kwanza. Nitapenda tupate kusoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Wafalme wa Pili sura ya 5. Wakati huu Naamani alikuwa jemadari wa jeshi la mfalme wa Aramu. Alikuwa mtu mkuu mbele ya bwana wake na aliyeheshimiwa sana kwa sababu kupitia yeye Bwana alikuwa amewapa Aramu ushindi. Alikuwa askari shujaa, lakini alikuwa na ukoma. Panapo siku hizo vikosi kutoka Aramu vilikuwa vimekwenda na vikawa vimemchukua mateka msichana kutoka Israeli, naye akamtumikia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, kama bwana wangu angelimuona nabii aliyeko Samaria, angemponya ukoma wake. Naamani akaenda kwa bwana wake na kumwambia alichosema yule msichana kutoka Israeli. Mfalme wa Aramu akamjibu, hakika nenda, nitatuma barua kwa mfalme wa Israeli. Kwa hiyo Naamani akaondoka akiwa amechukua talanta 10 za fedha, shekeli 6,000 za dhahabu na mivao 10 ya mavazi. Barua aliyokuwa amechukua ili ipeleke kwa mfalme wa Israeli ilisomeka hivi: pamoja na barua hii inamtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili uweze kumponya ukoma wake. Mara mfalme wa Israeli alipomaliza kuisoma ile barua, akararua majoho yake na kusema, je, mimi ni Mungu? Je, mimi naweza kuua na kufufua tena? Kwa nini huyu mtu anamtuma mtu ili mimi nipate kumponya ukoma wake? Tazama jinsi anavyotafuta kuanzisha ugomvi nami. Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alikuwa amerarua majoho yake, akamtumia ujumbe huu: kwa nini umerarua mavazi yako? Muamuru mtu huyu aje kwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Kwa hiyo Naamani akaenda akiwa na farasi wake na magari yake na kusimama mlangoni mwa nyumba ya Elisha. Elisha akamtuma mjumbe kumwambia, nenda ukaoge katika mto Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itapona, nawe utatakasika. Lakini Naamani akaondoka akiwa amekasirika na kusema, hakika nilidhani kwamba angetoka nje asimame na kuliitia jina la Bwana Mungu wake na kuweka mkono wake juu ya mahali pagonjwa, aniponye ukoma wangu. Je, Abana na Farpari, mito ya Damaski, si bora zaidi kuliko mito yoyote ya Israeli? Je, nisingeweza kuoga ndani ya hiyo mito
na kutakasika. Basi akageuka na kuondoka kwa hasira kuu. Watumishi wa Naamani wakamwendea na kumwambia, baba yangu, kama huyo nabii angekuambia kufanya jambo lililo kubwa, je, usingefanya? Je, si zaidi sana basi anapokuambia oga na utakasike? Hivyo akashuka na kujizamisha ndani ya mto Yordani mara 7 kama vile huyo mtu wa Mungu alivyokuwa amemwambia, nayo nyama ya mwili wake ikapona na kutakasika kama ya mwili wa mvulana mdogo. Kisha Naamani na wahudumu wake wote wakarudi kwa yule mtu wa Mungu, akasimama mbele yake na kusema, sasa najua kwamba hakuna Mungu katika ulimwengu wote isipokuwa katika Israeli. Tafadhali sasa upokee zawadi kutoka kwa mtumishi wako. Nabii akajibu, hakika kama Bwana aishivyo, ambaye ninamtumikia, sitapokea kitu hata kimoja. Ingawa Naamani alimsihi sana, yeye alikataa. Naamani akasema, ikiwa hutapokea, tafadhali mtumishi wako na apewe udongo kiasi cha mzigo wa kuweza kubebwa na punda wawili, kwa sababu mtumishi wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa na dhabihu kwa Mungu mwingine isipokuwa Bwana. Amen. Lakini Bwana na amsamehe mtumishi wake kwa kitu hiki kimoja. Wakati bwana wangu atakapoingia kwenye hekalu la Rimoni ili kusujudu, naye akiwa anauegemea mkono wangu nami nikasujudu huko pia, wakati nitakaposujudu ndani ya hekalu la Rimoni, Bwana na amsamehe mtumishi wako kwa ajili ya jambo hili. Elisha akamwambia, nenda kwa amani. Baada ya Naamani kusafiri umbali fulani, Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akajiambia mwenyewe, bwana wangu amemwachia kirahisi sana Naamani huyu Mwaramu kwa kutokupokea kutoka kwake vile alivyovileta. Hakika kama Bwana aishivyo, nitamkimbilia na kupata kitu kutoka kwake. Hivyo Gehazi akaharakisha kumfuatilia Naamani. Naamani alipomwona akikimbia kumwelekea, akashuka chini kutoka kwenye gari lake na kwenda kumlaki. Akauliza, je, mambo yote ni sawa? Gehazi akajibu, mambo yote ni sawa, bwana wangu. Amenituma nikwambie, vijana wawili kutoka kwa wana wa manabii wamenijia kutoka nchi ya kilima cha Efraimu. Tafadhali wape talanta ya fedha na mivao miwili ya mavazi. Naamani akasema, hakika chukua talanta 2 za fedha. Akamsihi Gehazi azipokee, kisha akafunga talanta 2 za fedha katika mifuko miwili pamoja na mivao miwili ya mavazi. Akawapa watumishi wake wawili mizigo hiyo, nao wakaibeba wakitangulia mbele ya Gehazi. Gehazi alipofika kwenye kilima, akavichukua vile vitu kutoka kwa wale watumishi na kuvificha mbali ndani ya nyumba. Akawaaga wale watu nao wakaondoka. Kisha akaingia ndani na kusimama mbele ya Elisha bwana wake. Elisha akamuuliza, Gehazi, ulikuwa wapi? Gehazi akajibu, mtumishi wako hakwenda popote. Lakini Elisha akamwambia, je, roho yangu haikuwa pamoja nawe wakati yule mtu aliposhuka kutoka kwenye gari lake ili kukulaki? Je, huu ni wakati wa kupokea fedha au kupokea nguo, mashamba ya mizeituni, mashamba ya mizabibu, makundi ya kondoo na mbuzi, makundi ya ng'ombe, au watumishi wa kiume na wa kike? Ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako milele. Kisha Gehazi akaondoka mbele ya Elisha, mwenye ukoma, mweupe kama theluji. Wafalme. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumesikia usomi katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza kuendelea hadi kumaliza. Na naamini ya kwamba umejisikilia mwenyewe kabisa
Hii ilikuwa ni historia ya Naamani ambaye alikuwa shujaa wa vita, alikuwa jemadari wa vita. Katika ujemadari wake alikuwa hodari akipigana vita na alipana faida kwa wafalme wake. Lakini alikuwa mkoma. Ni kama vile na wewe una nguvu, uko na talent, uko na vyote, lakini una ukoma. Kuna lakini katika maisha yako. Lakini iko katika maisha yako na ukoma fulani. Maandiko yanasema katika ile mji walikuwa wamekuja kuteka, kufanya vita na taifa la Israeli. Walichukua mateka mfungwa mmoja, msichana, hakutajwa jina, wakaenda naye na huyo akapewa jemadari ili amsaidie mke wake kwa kufanya kazi za nyumbani. Huku Naamani mgonjwa, ukoma umemsumbua, alikuwa hodari kwenye vita, alikuwa mpambanazi sana, alipana faida kwa familia, kwa nchi yake, kwa rais wa nchi yake, lakini alikuwa na kilema, ukoma. Ni hii jambo liko wazi. Unaweza kuwa na akili, umesoma, umemaliza shule, umepata diploma, degree, umepata sijui kila kitu, umemaliza, umepata masters, doctors, but uko mlevi wa pombe, uko mkunya pombe, mvuta sigara, una kasoro ya uzinzi na usherati. Hiyo ni ukoma. Maandiko yanasema kwamba msichana akaangalia, akaona mkubwa wake wa kazi, mkubwa wa kazi katika nyumba hiyo. Msichana huyo alikuwa Muisraeli. Msichana, maandiko namuita msichana, sijui alikuwa na miaka ngapi, lakini kama ameitwa msichana ni kusema alikuwa mtoto kidogo, teenager. Maandiko nasema ya kwamba akaambia mwanamke ya bwana wake, yani ya patro wake, akamwambia, laiti kama huyu mzee angekuwa kwetu kule Israeli, angekutana na nabii, ukoma wake ungepona. Ndugu mpendwa, usimdharau mtu katika familia. Ndio maana kama ule mama angezarau sauti ya mfanyakazi, msika wa kazi nyumbani, mume wake hangepata msaada. Lakini akaishika neno hili, akasema, Bwana unisikilize. Na hapa inaonekana kwamba Naamani alijua kusikiliza mke wake, hata katika cheo chake, kimo alivyo nao. Wanaume wa leo wengi sana hawapendi kusikia wanawake wao kwa sababu ya pesa, kiburi mpaka na kwa wanawake, na paka kwa ajili na watoto kuwafikia, wanaume wanakuwa kama masimba. Lakini Naamani akaonesha mfano mzuri ya kumsikiliza na kusikiliza shauri ya bwana ya mke wake. Kwa hiyo nyumba hii ilikuwa na harmoni ya kuweza kuongea. Unaweza ukasikiliza mashauri kutoka kwa mke wako pia. Hii nyumba ilikuwa nyumba ambayo ilikuwa na mfano mzuri. Hata kama ukoma upo, kumbe mke ya Naamani alikuwa anaendelea kuvumilia, akiwa na shauku ya kufikiria kwamba mume wake anaweza kupata uponyaji. Wake wengi wanaonaka magumu ya wanaume, wanaonaka magumu mateso ya wanaume, ingawaje hata wanapita katika magumu yale, hata kama kuna hela, lakini mwanaume huwa akiwa na matatizo, anaweza akatembea na matatizo ya huyu mwanaume, akachukua nafasi ya kudharau mwanaume kupitia udhaifu wa mwanaume. Mwanamke inaonekana kwamba alikuwa mwanamke bora. Kwa hiyo mwanamke huyu katika kushuka na kunyenyekea, akaambia bwana yake, na bwana yake akakubali kusikia hiyo. Hakupenda kuuliza 2, 3, 4, akaenda kwa kiongozi wa nchi yake. Unajua kwa nini kwa kiongozi wa nchi yake? Maana katika kile kipindi kiongozi wa nchi alikuwa na mamlaka juu ya dini na juu ya taifa. Na ndo maana naye aliona masuala ya kwenda kuombewa na kukutana na nabii, lazima nitumie kiongozi wa nchi ya Israeli, kwa sababu alijua kwamba kiongozi wa nchi ya Israeli ana mamlaka juu ya dini na juu ya taifa. Bwana sifiwe. Kwa hiyo walikosa kujua kwamba wale wanamwamini Kristo, watumishi wa Mungu, manabii,
wana uwezo ya kuweka mafalme na kuongoza taifa na kuweza kuiambia asema Bwana. Kwa hiyo maandiko nasema Naamani akatoka kule alikokwao akakuja Israel. Akatii sauti ya mtoto mdogo. Wengi wangepuuzia huyu mtoto. Kwa nini huyu mtoto anasema hivi? Pia mfungwa ambaye alitekwa tu kufungwa katika nyumba akasikia sauti ya mtoto mdogo. Mtu ambao umezarao ama mtu ambaye umezarao anaweza kuwa msaada katika nyumba yako. Nyewe ambao mnakaa na vijana wasichana katika manyumba, mnawazarau, mnaona kama si kitu kwa sababu mnawakulisha na mnawaikalisha. Mtu ni mfungwa na haki ya kuongea, na maneno ambayo anaweza kuongea inaweza kuwa msaada katika familia yako mzima na inakubadilishia maisha. Biblia inasema ya kwamba Naamani akachukua pesa. Pesa alikuwa nayo haikuwa pesa mchezo. Zile talando umesikia zilikuwa anaweza kuanza kwa kama gari 10 za pesa. Lakini maandiko nasema aliweka katika magari, akaweka na mavazi 10, akakuja. Pesa zile zilikuwa pesa nyingi. Ilikuwa fedha, dhahabu pamoja na zawadi zingine. Maana aliona grandeur ya uponyaji ambao anaweza kuwa nayo, anaweza pata. Maana ameshawahi kwenda kwenye madaktari na wapi lakini wameshindwa. Lakini kama kuna mtu ambaye anaweza kumponya ugonjwa wake, lazima apate kumzawadia, kumpatia zawadi. Biblia inasema wakati alipoenda kufika kwa mfalme, alipofika pale mfalme aliposoma maandiko, sasa nimekutumia huyu akida wangu, huyu mzee, huyu kiongozi wangu upate kumponya ukoma. Akaona kwamba mtu anamkufuru, anakufuru kwamba mimi ni Mungu kusudi nipate kuua kisha na kuleta uzima. Kumbe alielewa kwamba na kujua kwamba Mungu ndiye anapaswa kuponya. Si hawezi akaponya. Alisahau kama kwamba katika mji ile kuna nabii. Maandiko nasema Elisha alikuwa anaona, anajua inaendelea kwa sababu huyu mfalme alipasua nguo yake akasema ona wananitafuta na matatu, wanatafuta ma problem. Wanatafuta na problem. Unaweza kufikiria kwamba mambo ambayo nakufikia ni problem, kumbe sio problem. Njoo baraka yako na njoo baraka ya wale watu wanataka kumjua Mungu. Kumbe Mungu wako anataka kuwa Mungu wa ile taifa. Bwana sifiwe. Maandiko nasema Elisha akatuma mtu amwambie mfalme, kwa nini unapasua mavazi? Kwa nini unapasua mavazi? Ule mtu mtume hapa na atajua kama katika nchi ya Israeli kuna nabii. Bwana sifiwe. Lazima kieleweke kwamba kuna nabii. Maandiko nasema wakati Naamani alipoweza kukuja kwa Elisha, akamwagiza wajumbe wamwambie kwamba aende akajitupa katika basi. Sio nabii alitoka, lakini nabii alituma wafanyakazi. Mwende kumkaambia Naamani ajitupe, aende akajiosha katika kile kisima cha maji kile ndani ya bahari. Ajitupe ndani mara 7 na mwili wake utakuwa kama ngozi ya mtoto mdogo. Bwana sifiwe. Maandiko nasema nabii akashirika. Ingekuwa mimi na wewe, tafadhali huyu akida, huyu Naamani akashirika, akakasirika, hata mimi na wewe ungekasirika. Kulingana na cheo na sifa zile mtu aliyokuwa Naamani alikuwa nazo, akakashirika sema niliwaza huyu mtu atatoka nipokee kwa heshima. Kuna wakati mwingine vyeo vyako havitakusaidia. Wengi wanakuwa na kiburi, niko president, niko rais, niko kiongozi, niko na pastor, siwezi nikashuka. Unyenyekevu inatangulia kuinuliwa. Kama unaishi kiburi, kuna wakati mwingine kiburi kinakuachia magumu ambayo uko naye katika maisha yako. Kiburi kinachonabakia na magonjwa. Ni vizuri pia kukuwa na watu pembeni yako ambao wanakutakia mema. Maandiko nasema wale wafanyakazi wake wakamwambia, papa, kama huyu mtu angekuomba uuzishe nyumba yako kwa ajili ya uponyaji ya hii magonjwa yako, kwa sababu alikuwa na sifa njema lakini alikuwa na kasoro. Kale kasoro kenyeko nako ndo kalizuiza sifa alizokuwa nazo. Hata alikuwa na sifa njema lakini alikuwa na kasoro, mwenyewe alikuwa na maumivu. Na unajua mkoma ni mtu ambaye anapaswa kuwa ekarte. Ingefika wakati anagonjwa sana, mikono inaanza kuisha na kukimbia, angishika tena mkuki ama silaha kupigana vita. So alikuwa na problem serie. Iko kama problem yenye uko nayo, iko kama shida uko nayo leo, iko kama mahitaji yenye uko nayo, iko kama shida ulizo nazo. Maandiko yanasema kwamba akamwambia ajitupe katika maji mara 7. Na mara 7 atapata kuona uponyaji, ufungulivu.
Or namba 7 ni namba ya pumziko. Atapumzika kutoka katika hali ya mateso ambayo alikaa ndani yake. Namba 7 ni namba ya pumziko. Namba 7 ni namba ya kufunguliwa. Namba 7 ni namba ya kupata amani. Ni namba ya kuzaliwa. Bwana asifiwe. Namba 7. Tuko naelekea mwezi wa 7. Leo tuko tarehe 29. Kesho ni tarehe 13 ya mwezi huu wa 6. Tunaenda kuelekea tarehe 1 mwezi wa 7. Na mwezi wa 7 ni namba 7 ambayo ni namba ya mapumziko. Ndio maana tuko na teme ambayo inasema Masia. Masia ni kusema aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuokoa. Bwana asifiwe. Yaani Kristo. Kwa hiyo tutakuwa na teme mwezi mzima ya Masia. Na huu Masia njo ambaye alisema, enyi nyote mnasumbuka na mizigo mizito, muje kwangu nami nitawapumzisha. Hapa huu Masia njo anapumzisha Naamani. Ni kusema Masia huyu njo anampumzisha Naamani, kumpumzisha katika ukoma wake. Ambaye alikuwa na ukoma alifananishwa mwenye dhambi. Sorry. Inawezekana dhambi zako zipate kuweza kusafishwa. Unakuwa kiumbe kipya. Unaweza kuzaliwa upya mara tena. Unaweza kuzaliwa upya. Lakini itatokana na kutii. Maandiko nasema wale wa ndugu wakamwambia, yani wafanyakazi, patro mwenye ana sifa njema katika nyuma ya namba 1 wa ile inji yake, yeye alikuwa namba 2. Maana alikuwa analeta sifa katika inji yake. Kwa sababu alikuwa anapigana vita mpaka wanakuwa washindi. Hawajawahi kushindwa katika mkono ya Naamani. Biblia inasema ya kwamba wanamwambia, kama mtu angekuomba pesa ama vitu vingi zaidi kuliko hivi, haungempatia. Akasema, ndio sasa namna gani unaweza katala kujitupa tu ndani ya maji bure tu mara 7 na upate kupona? Bwana asifiwe. Kwa hiyo kiburi akisaidie kitu. Naamani akashuka na akasikia. Alikuwa na akili ya kusikia, alikuwa na masikio ya kusikia, alikuwa na roho ya kushuka na kutulia na kutii, ili apate kupokea kile anachokihitaji. Ndugu mpendwa, uko na katala kupata kile unachokihitaji kwa sababu ya kiburi, na kiburi kiko na kufanya upate kushushwa, kwa sababu maandiko nasema mtu akiwa na kiburi Bwana atamshusha, na yule atakayejishusha Bwana atamuinua. Atakayejishusha Bwana atamshusha, atamuinua, na atakayejiinua Bwana atamshusha. Maana Mungu anaresiste kwa orgueil, lakini anafanya grâce kwa watu wenye wiko humble. Biblia inasema l'humilité précède la gloire. Kushuka inatangulia kuinuliwa. Ndugu mpendwa, unakosa kupata kile unachokihitaji kwa sababu ya kiburi. Haleluya. Maandiko yanasema akati akashuka na akajichovya ndani ya maji mara 7. Ngozi yake ikakuwa mweupe. Ikakuwa kama mtoto kidogo, akapata uponyaji. Wakati alipotaka kuleta mali ambao anataka kumzawadia, zawadi ya baraka, zawadi zile alizokuja nazo, mtumishi wa Mungu nabii akasema, kipindi tulicho nacho sio kipindi ya kupokea pesa. Kipindi tulicho nacho ni Bwana jitukuze. Maana ninaweza kupokea hii pesa yako na njoo mwisho yangu. Akasema no. Tunahitaji manabii ambao hawana tamaa. Watumishi wa Mungu ambao leo wako natafuta tamaa, wako natafuta vitu, wanatembea. Biblia inasema walianza kwa roho na wanamaliza katika mwili. Lakini nabii Elisha, tunataka manabii kama manabii Elisha. Tunataka nabii kama nabii Elisha. Nabii Elisha aliheshimisha huduma wake. Hakutaka kumwanga huduma wake kwa ajili ya pesa, akamrudishia. Akasema, nye Mungu amenipa ni mingi kuliko yale. Bwana asifiwe. Akasema, enenda tu. Ni kusema nini? Alitaka Naamani apate kujua kuna Mungu Israel mwenye anaponya. Akasema, basi kama itawezekana uniruhusu nibebe udongo, kwa sababu ya muujiza aliyotenda. Uniruhusu nibebe udongo niende niweke mahali ambao nitaweza kutolea Bwana sadaka ya kuteketeza. Maana huu Mungu wa Israeli ndio ataitwa Mungu. Hakuna Mungu katika dunia yoyote ambao iko zaidi ya huyu Mungu wa Israeli. Na mimi nataka kuambia, Mungu mwenye tunamwamini, hakuna Mungu mwingine. Maana huyu jemadari alikuwa anaabudu sanamu. Alikuwa anaabudu miungu ingine haikumponya. Hakuna miungu yenye ina uweza ya kuponya ukoma isipokuwa
Mungu wetu wa Israeli. Acha Mungu abariki neno lake. Maandiko nasema Gehazi juu ya tamaa akaenda kusema bongo, na ndio leo watumishi wa Mungu wengi wako nasema bongo Mungu anawatuma. Nabii alisema anaenda kusema bongo kwa sababu wapate pesa, na ndio maana utakutanisha mitandaoni kuko watumishi wengi wenye biko bana hack jina zao, na zile jina watu wanajiita kwamba nabii anaomba sadaka kwenye mtandao, wakati ambao nabii peke hajaomba sadaka. Bwana sifiwe. Njoo kina Gehazi, sehemu yao ni ukoma milele. Wanao ukoma inaweza kuzuiza usipatake kitu kwa sababu hauna mkono. Bwana sifiwe. Kwa hiyo unajijua mwenyewe kama wakati nabii pastor anakataa kupokea pesa za kuweza kuombea watu, wewe ukazikamata unazikula, njoo uko unatesa maisha yako. Maandiko nasema Gehazi akaenda akawafuata, akasema bongo, akasema uongo. Unaona kwamba wengi wanapata fedha kwa kujisaidia kupitia njia ya uongo na wakanijifaidisha, kumbe wako nakuwa wakoma katika maisha yao. Ole wako katika mwezi huu ndani ya maisha yako na katika utumishi ulio nao, usiweze kusema uongo kwa sababu ya kutafuta kusibisha tumbo zako. Mungu anajua njia gani atakupatia. Maandiko nasema alipomuomba akamsingizia akasema kwamba kuna wageni vijana wawili wanakuja, wamefika, bwana wangu amenituma. Nabii hawezi kuwa na neno la kujigeuka. No. Ule naye kwa sababu anajua amepata uponyaji kampatia. Na akampatia na sehemu ya nguo 2. Akarudia nayo, akazificha. Nabii kwa sababu macho yake naona. Unaweza kudanganya mtu. Unadanganya na ujidanganye mwenyewe, lakini nabii anajua. Mwamba Mungu wetu ambao ni mwamba wetu anatufunulia wakati wote. Ukiwa katika presence ya Mungu unaelewa. Maandiko nasema sisi hatutambuliki na watu, lakini tunatambua maneno yote. Bwana sifiwe. Watu wanapotaka kututafuta na kujua kama tuko namna gani, wameshindwa kutuelewa, lakini tunatambua maneno yote. Bwana Mungu aweze kukubariki. Biblia nasema nabii akamwambia Gehazi, hii wakati haiko wakati wa kukula, haiko wakati wa kuvuna, haiko wakati wa kupata pesa, haiko wakati wa mangombe na mashamba na mavuno. Kipindi tuko ndani ni kipindi ya kazi ya Bwana. Haya yote ni nyongezo. Tunahitaji kutangaza ufalme wa mbinguni. Tunahitaji kuvua nafsi. Haiko wakati wa kuvuna. Tusitembelee kutumbu. Tunahitaji kutembeza miguu yetu kwa kutangaza injili. Na Biblia inasema sitaionea haya injili kwa sababu hii ni uwezo wa Mungu. Angalia gisi nabii aliheshimisha injili yake na kuheshimisha Mungu wake. Basi Mungu abariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Moloveria. Ndio maana nyimbo pale nasema heshima kwa watumishi wa Mungu irejeshwe tena. Nabii Elisha aliheshimisha utumishi na manabii. Hapana manabii wa leo na watumishi wa leo ambao wako nyuma ya pesa kuliko kukua mbele ya kazi ya Bwana mbele na kufuata Mungu. Basi Mungu akubariki. Mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Moloveria, na unafuata Radio PGC TV USFM, Lancaster, Pennsylvania. Basi Mungu akubariki. Leo ni tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2025. Mungu akubariki na kutende mema. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, bariki ndugu msikilizaji ambao amesikia neno lako mchana wa leo. Katika muda huu ukoma wake ambao uko ukoma upate muondokea kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu umemtendea, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.